Tunamshukuru Mungu wetu kwa kutufikisha katika mkutano mkuu wa 3 wa Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania. Jina lake lihimidiwe sana. Aidha, tunamshukuru Mungu wetu kwa kutupatia fursa ya kuishi na ulinzi aliyotupatia kwa kipindi chote cha miaka mitatu ya kazi. Jina lake lipewe sifa. Katika kipindi hiki hakika tumeuona mkono wa Bwana katika ukuaji wa kazi katika nyanja mbalimbali. Shukrani za dhati ziwaendee waumini wote wa makanisa ya SEC kwa umoja na ushirikiano mliotupatia katika kuitegemeza kazi ya Bwana kupitia mali zenu. Bwana aendelee kuangazia nuru ya uso wake na kuwalinda. Tunapenda pia kuwashukuru wahazini wote wa makanisa mahalia na mashemasi ambao wanajitolea muda wao kila wiki kukusanya zaka na sadaka na kusimamia fedha na rasilimali za makanisa. Bwana wabariki sana. Ningependa kutambua kazi kubwa inayofanywa na wachungaji wetu wa mitaa. Wengi wao wana maeneo makubwa ya kazi, lakini wamefanikiwa sana katika kutekeleza majukumu yao katika maeneo waliyopewa. Mungu wabariki. Idara ya fedha inapenda kuwashukuru sana maafisa wetu wa Union STU, Pastor Joseph Mgwabi, Pastor Magulilo Mwakalonge na Elda Shabatu Msaki kwa ushirikiano, ushauri na maelekezo katika kuboresha kazi ya Mungu. Hakika tunaombea Mungu aendelee kuwatumia vyema kwa kazi yake. Mkutano mkuu wa 3 wa mwaka 2025 Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania. Katika utangulizi anayeandika kwa kusema, mwisho ningependa kuwashukuru wajumbe wa kamati kuu ya conference, taasisi zote, watumishi wenzangu wa makao makuu wakiongozwa na maofisa wenzangu Pastor Amon January Sikazwe na aliyekuwa katibu Mchungaji Kennedy Warumbe, wakurugenzi, masekretari, IT, APDs, APLs na wainjilisti wote wa vitabu kwa ushirikiano mwema. Hakika wamekuwa mbaraka mkubwa sana katika kazi ya Mungu. Wahasibu wenzangu wamekuwa msaada mkubwa kufanikisha utolewaji wa taarifa hii. Mungu wabariki sana. Namba A, malengo na wajibu wa idara ya fedha. Katika kutekeleza shughuli za kiutume za conference, idara ya fedha ni kitengo nyeti na muhimu katika kufanikisha shughuli za utume. Sambamba na kuratibu, kushauri, kutekeleza na kuelekeza kwa usahihi rasilimali za conference, idara ya fedha imekuwa ikitekeleza majukumu yake kwa kufuata sera, miongozo na bajeti zinazopitishwa kila mwaka na kamati kuu ya conference, na yafuatayo ni kati ya mengi ya malengo na misingi wa kutumiza wajibu wetu. Namba 1, kushiriki na kuwezesha shughuli za uinjilisti sehemu mbalimbali katika conference yetu na nje ya conference. Namba 2, uwakili kwa kuongeza idadi ya waaminifu. Namba 3, kuwaendeleza watendakazi kimasomo katika fani mbalimbali kadri bajeti inavyoruhusu. Namba 4, kuendeleza ujenzi wa ofisi za jimbo. Namba 5, ushiriki katika ujenzi wa nyumba za wachungaji. Namba 6, uboreshaji na kuzijengea uwezo taasisi za kanisa. Namba 7, semina za udhibiti na utunzaji wa mali za Mungu. Namba 8, ununuzi wa ardhi kwa ajili ya matumizi ya baadaye. B, ukuaji wa conference. Katika kipindi cha miaka mitatu ya kuanzia mwaka 2022 hadi 25, conference imefanikiwa kukua kwa ongezeko la washiriki kutoka 64,957 hadi 78,959 Juni mwaka 2025, sawa na ongezeko la 21%. Kwa kadri kanisa linavyoongezeka ndivyo mapato huongezeka, na ukuaji huu ulipatia jimbo uwezo wa kifedha na uwezo wa kuiwezesha kazi ya Mungu kusonga mbele kwa haraka. Namba C, hazina ya conference. Kila wiki maelfu ya Waadventista wa Sabato katika conference yetu huungana katika kumwabudu muumba wao kutoka kwenye maeneo tofauti na tamaduni tofauti kufanya ibada katika maeneo yao. Lakini jambo moja limebaki vile vile. Wamejitolea kueneza injili ya Kristo duniani kote. Wanatoa wakati wao, nguvu zao na fedha zao ili kuambia watu wengine kuhusu habari njema za wokovu. Na Waadventista hufanya kazi pamoja kwa kuunganisha rasilimali zao kueneza injili ulimwenguni kote. Namba D, uwepo wa Mungu katika utume. Ulimwengu umepitia katika changamoto nyingi na mengine mengi, lakini tunapotazama katika ongezeko la zaka na sadaka, tunamsifu Bwana kwa uaminifu wake kwa watu wake na baraka zake nyingi. Mungu ametupatia uhakika wa kuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Mathayo 28:20 anasimulia. Vyanzo vikuu vya mapato ya conference. ECD Working Policy ya mwaka 2024 inataja vyanzo vya mapato kuwa ni zaka na sadaka, ambapo zaka hutumika kuwahudumia wachungaji na watumishi wa kanisa ili kuwezesha kuendelea na kazi waliopewa na Bwana, na sadaka hutumika kueneza utume ulimwenguni kwa miradi mbalimbali pamoja na maendeleo ya conference ili conference ijiendeshe kwa mujibu wa Biblia na sera za kanisa. Uaminifu katika matoleo unahitajika. Leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha
au la? Malaki 3:10 ukisoma ameandika, Mungu anatuhitaji kila mmoja wetu kurudisha zaka na sadaka kwa uaminifu. Hivyo kama viongozi na washiriki wote kwa pamoja, tunapaswa kuwa kielelezo katika utoaji wa zaka na sadaka kwa uaminifu. Katika jedwali ifuatayo ni hali ya matoleo. Mwaka 2022 jumla ya zaka ilikuwa ni bilioni 5,45,864,196.10. Mwaka 2023 zaka ilikuwa ni bilioni 6,341,000, wakati mwaka 2023 ongezeko lilikuwa ni bilioni 1,295,000 sawa na asilimia 26. Kwa mwaka 2024 ilikuwa ni bilioni 6.550 huku ongezeko likiwa ni milioni 208 sawa na asilimia 3. Kwa mwaka 2025 zaka ilikuwa ni bilioni 3.335 na ongezeko likiwa ni milioni 649.927 sawa na ongezeko la asilimia 24. Katika jedwali hili unaweza ukatazama makusanyo ya zaka kama inavyoonekana katika kiambaza chako, na tunamshukuru Mungu kwa kupanda kwa matoleo ya zaka kwa asilimia 30 kwa kipindi cha mwaka 2022 hadi mwaka Disemba 2024. Jina la Bwana litukuzwe. Zaka iliyokwenda ngazi za juu. Jedwali lifuatalo hapa chini linaainisha zaka iliyokwenda ngazi za juu kuanzia mwaka 2022 hadi mwezi Juni 25. Mwaka 2022 jumla ilikuwa ni bilioni 2.244, ongezeko ilikiwa ni milioni 511 sawa na ongezeko kwa asilimia 23. Mwaka 2023 jumla ilikuwa ni bilioni 2.838 huku ongezeko likiwa ni milioni 594.232 sawa na ongezeko kwa asilimia 21. Wakati mwaka 2024 jumla ilikuwa ni bilioni 2.869, ongezeko likiwa ni milioni 31.320 sawa na asilimia 1. Wakati mwaka 2025 jumla ikiwa ni bilioni 1.442, ongezeko likiwa ni milioni 258.955 sawa na asilimia 18 kwa ongezeko. Na jedwali lifuatalo linaonyesha makusanyo ya zaka kuanzia mwezi Januari mwaka 2022 hadi mwezi Juni mwaka 2025. Jumla kwa mwaka 2022 ilikuwa ni bilioni 1.578, ongezeko likiwa ni milioni 27.816, wakati ongezeko likiwa ni asilimia 2. Mwaka 2023 jumla ilikuwa ni bilioni 2.040, ongezeko likiwa ni milioni 462 na ikiwa ni sawa na asilimia 29. Mwaka 2024 ongezeko likiwa ni bilioni 2.133, ongezeko likiwa ni milioni 93.284 sawa na asilimia 5 katika ongezeko. Mwaka 2025 jumla ilikuwa ni bilioni 1.125, ongezeko likiwa ni milioni 218.169 sawa na asilimia 24 kwa ongezeko. Na katika jedwali utashuhudia namna ambavyo sadaka imekuwa ikiongezeka ikiwa ni kwa asilimia 58, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kupanda kwa matoleo ya sadaka kwa asilimia 26 kwa kipindi cha mwaka 2022 hadi mwezi Disemba mwaka 2024. Jina la Bwana litukuzwe. Sadaka iliyokwenda ngazi za juu. Jedwali lifuatalo linaonyesha mchanganuo wa sadaka iliyokwenda ngazi za juu mwezi Januari mwaka 2022 hadi mwezi Juni mwaka 2025. Kwa mwaka 2022 jumla ilikuwa ni milioni 979,783,338, ongezeko sawa na milioni 17,265,281 sawa na asilimia 2 kwa ongezeko. Mwaka 2023 ongezeko lilikuwa ni bilioni 1,266,573,447 sawa na ongezeko la milioni 286,790,108 sawa na ongezeko la asilimia 29. Na wakati kwa mwaka 2024 ilikuwa ni bilioni 1,324,474,378, wakati ongezeko tofauti yake ikiwa ni milioni 57,900,931 sawa na asilimia 5 kwa ongezeko. Mwaka 2025 jumla ilikuwa ni milioni 698,585,976, wakati ongezeko likiwa ni milioni 135,415,630 sawa na ongezeko kwa asilimia 24. Na katika jedwali utashuhudia mchanganuo na muhtasari wa sadaka ilivyokwenda katika ngazi za juu. Jedwali ilifuatalo hapo chini linaonyesha makusanyo ya sadaka za kambi kuanzia Januari 2022 hadi Disemba mwaka 2024.
Jumla kuu mwaka 2022 hadi mwaka 2024 ni bilioni 1,665,456,254.48 kama ilivyoainishwa katika jedwali. Mgawanyo wa sadaka. Kanisa mahalia ni 42%, General Conference ni 20%, Conference mahalia 20%, vyombo vya habari yani TAMC 6%, Division ECD ni 5%, Union STU ni 5%, taasisi za Conference mahalia 2%. Na ufuatao ni mgawanyo wa matumizi ya sadaka ya shukurani ya kambi. Union 25%, Uinjilisti SEC 25%, bima na ujenzi wa makanisa 25%, gharama za safari wa hudumu wa makambi nao pia ni 25%, ambayo inaunda jumla ya 100%. Matumizi ya 25% kwa makanisa mahalia. Namba 1, ujenzi na ununuzi wa viwanja vya makanisa, ambapo kiasi cha shilingi milioni 82,070 kilitumika. Ujenzi na ukarabati wa nyumba za watumishi, ambapo kiasi cha shilingi milioni 174,946,788.76 kilitumika. Bima za makanisa milioni 192,860,151.58, ambayo vyote hivi vinajumuisha kupata jumla ya milioni 449,876,940.34, ikiwa ni matumizi ya 25% kwa makanisa mahalia. Na katika jedwali lako utatazama muhtasari wa mapato. Mwaka 2022 hadi mwaka 2024, jumla ya mapato yaliyopatikana ni bilioni 15,867,177,076.44. Na ufuatao ni muhtasari wa matumizi. Mwaka 2022 hadi mwaka 2024, jumla ya matumizi yaliyotumika ni bilioni 13,179,950,366.39. Na ufuatao ni mchanganuo wa ukwasi yani liquidity and working capital. Mwaka 2022 working capital ilikuwa ni 0.9, ukwasi yani liquidity ilikuwa 1.69. 2023 1.3 working capital, ukwasi ilikuwa ni 0.31. Mwaka 2024 ilikuwa ni 2.2, ukwasi ilikuwa ni 1.4. Fedha za amana yani trust fund kwenda ngazi za juu. Tunamshukuru Mungu, fedha zote za amana zilizokusanywa ngazi ya conference zilipelekwa ngazi ya juu. Tulipoanza mwaka 2022, deni la conference kwenda Union STUM lilikuwa ni shilingi milioni 384,370,554.67, na hadi kufikia Oktoba 2025 tulifanikiwa kulipa deni lote na kuwa na akiba Union ya STUM kwa shilingi milioni 58,340,794.91. Taasisi za kanisa. Katika jitihada za kuimarisha taasisi zake na taasisi zingine za kanisa kiuchumi, conference imetoa ruzuku yani appropriation ya jumla ya shilingi milioni 470,984,966.62 katika kipindi cha mwaka 2022 hadi mwaka 2025, ambazo zimesaidia maendeleo ya taasisi na kufanikiwa kulipa malimbikizo ya madeni ya serikali, kwa mfano NSSF, TRA na mengine mengi. Na hivyo tunamshukuru Mungu, kwani taasisi za jimbo zinaendelea kuimarika vyema kiuchumi. Jedwali lifuatalo linaonyesha ruzuku zilizotolewa na jimbo kwenda taasisi za kanisa. Namba 1, Kongowea Adventist Primary School kilienda kiasi cha milioni 152,326,333.13. Mtwara na Temeke Dispensary SDA kilitumika kiasi cha milioni 120,489,717.20. Dodoma College milioni 111,170,225, wakati TAMC yani Tower Sharing Cost ikiwa ni milioni 86,998,691, ambapo jumla ni milioni 470,984,966.43. Ripoti za ukaguzi wa hesabu za conference. Katika muundo wa conference kisheria, SEC ni taasisi tanzu iliyo chini ya Union. Hivyo conference inajiendesha kwa shughuli zake za kidini chini ya mwamvuli wa kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania, ambalo limesajiliwa kisheria katika muundo huu. Inawajibika kuandaa mahesabu yake kwa kuzingatia kanuni, miongozo na taratibu kama zilivyoainishwa katika sera ya kanisa ya Adventista wa Sabato ulimwenguni.
yani GC Working Policy, ikisomwa sambamba na ECD Working Policy, ambapo inatoa mwongozo kuwa taasisi za kanisa zinawajibika kukaguliwa na kitengo cha ukaguzi wa kanisa yani GCAS. Jedwali ilifuatalo linaonyesha mwenendo wa ripoti za ukaguzi kuanzia mwaka 2020. Mwaka 2020 ilikuwa ni hati safi, 21 hati safi, 22 hati safi, 23 ukaguzi unaendelea vivyo hivyo pia kwa mwaka 2024. Utekelezaji wa miradi na mikakati ya conference katika muhula huu. Namba 1, uinjilisti. Lengo kuu la uwepo wa kanisa letu ni uinjilisti. Uinjilisti ni kitovu cha kanisa letu. Toka mwaka 2022 hadi mwaka 2025, conference imekuwa ikitenga bajeti kubwa katika kuwezesha shughuli za utume katika nyanja mbalimbali, na hasa maeneo mapya yani Global Mission Center katika mikoa ya Lindi, Mtwara na Pwani, ambapo kuna kata nyingi ambazo bado hazijafikiwa. Hivyo jumla ya shilingi milioni 468,463,000 zimetumika kuwezesha utume katika maeneo hayo. Ufadhili wa mikutano ya injili kwa njia ya mitandao yani net events, kuwezesha shughuli za AMR, effort za idara ya vijana, uwakili, huduma za washiriki, huduma kwa jamii kama magereza na kadhalika. Namba 2, ujenzi na ukarabati wa nyumba za wachungaji. Katika juhudi za kupunguza utegemezi na kupunguza matumizi makubwa katika kuwahudumia watumishi, conference katika utekelezaji wa mpango wa mkakati ilijikita zaidi katika kuondoa utegemezi wa nyumba za kupanga ambazo zinagharimu takriban milioni 300 na zaidi kila mwaka. Hivyo basi juhudi zimeendelea kufanyika kujenga, kununua na kukarabati nyumba kwa ajili ya watumishi kwa kushirikiana na makanisa mahalia. Taasisi za conference. Tunamshukuru sana Mungu wetu kwa kuwezesha taasisi zetu kubadili mwonekano na kuendeleza miundombinu ya taasisi za zahanati ya Temeke, zahanati ya Mtwara na shule ya Kongoe Adventist Primary School. Ofisi ya conference kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeweza kutimiza adhima hiyo katika taasisi zetu. Ununuzi wa maeneo ya utume. Namba 4. Awamu hii ilipoanza, kamati iliona haja ya kuongeza maeneo katika vituo vyetu vya utume kusini mashariki mwa Tanzania kwa kununua ekari 15 katika eneo la Mwenge Masasi kwa ajili ya kuandaa kituo cha utume kwa njia ya shule. Eneo hilo limegharimu kiasi cha shilingi milioni 51,125,000, lakini sambamba na hilo ofisi imefanikiwa kununua maeneo mengine kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya utume kama Kwembe, Tandahimba, Kisarawe, Mzengwa Ploti na kadhalika. Pia tunawashukuru sana washiriki wanaoguswa na kazi ya utume na kutoa maeneo yao kwa ajili ya kazi ya Mungu, kama tulivyopokea ekari 21 zilizotolewa na mshiriki katika eneo la Masasi na wengine wengi waliotoa maeneo yao katika sehemu tofauti ndani ya conference yetu. Mungu awabariki sana. Chombo cha usafiri. Tunamshukuru Mungu alitupatia neema ya kununua gari aina ya GXR V8 T namba 123 EDU inayotumia diesel kwa shilingi ya milioni 145. Gari hili kubwa imekuwa msaada kwa kuwezesha shughuli za kimishonari kwa kufika katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya conference yetu. Namba 6, seminar. Katika kusimamia na kudhibiti mali ya Mungu, semina elekezi zimetolewa kwa wazee wa makanisa, wahazini, mashemasi, wakaguzi, wakuu wa uwakili, wakuu wa majengo na kadhalika, ili kukidhi udhibiti wa ndani, internal controls, na kuhakikisha kila pato linaloingia linatumika kama ilivyokusudiwa katika ngazi zote za kanisa kuanzia kanisa mahalia. Namba 7, kuendeleza wafanyakazi kitaaluma. Katika juhudi za kuhakikisha kuwa tunakuwa na wafanyakazi mahiri na wenye weledi, ofisi imefanikiwa kuendeleza watumishi 21 kitaaluma katika fani mbalimbali kama vile wachungaji, wahasibu, walimu na watumishi wa idara ya afya. Taarifa fupi hapa chini kupitia jedwali inaonyesha watumishi waliosomeshwa kutokana na mfuko wa basari wa conference na union yetu. Namba 8, ujenzi wa ofisi za jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania SEC. Mnamo mwanzoni mwa mwaka 2023, viongozi wa jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania waliendeleza njozi ya ujenzi wa ofisi ya makao makuu SEC katika eneo la Kwembe. Katika ufanikishaji wa njozi hiyo, viongozi walipata kuwashirikisha wachungaji pamoja na viongozi wengine wa makanisa wakiwemo wazee wa makanisa, wahazini, makarani pamoja na washiriki wengine katika kikao kilichofanyika kanisa la Ilala jijini Dar es Salaam. Katika kikao hicho, viongozi walipata kuielezea njozi hiyo kwa wachungaji, wazee wa makanisa pamoja na watu wote waliohudhuria siku hiyo. Kwa neema ya Mungu, njozi hiyo ilipata ukubali mkubwa kwa watu waliohudhuria katika kikao hicho. Mnamo tarehe 5 ya mwezi wa 3 mwaka 2023, wito ulitolewa kwa washiriki wote kukutana katika kanisa la Ukonga
ambapo katika siku hiyo uzinduzi rasmi ulifanyika. Pamoja na hayo yote, wito ulitolewa kwa washiriki wote kutoa michango yao ili kuwezesha kufanikisha ujenzi huo. Kwa mwitikio mkubwa, washiriki walitoa mali zao, vitu vyao pamoja na viwanja vyao ili kumjengea Mungu ofisi za makao makuu SEC. Katika ufanikishaji wa njozi hii, viongozi waliona vyema ziundwe kamati maalum ili kuweza kufanya uhamasishaji kwa washiriki pamoja na wadau wengine ili kuleta ufanisi wa mradi huu. Kwa kuzingatia kuwa chanzo kikuu cha mapato ya mradi huu kilikusanywa kutoka kwa washiriki pamoja na vyanzo vya ndani vya jimbo, ambapo uongozi umekuwa ukipanga magoli kwa kila mtaa katika kuchangia ujenzi huu katika hatua mbalimbali za ujenzi. Ujenzi huu rasmi ulianza Julai 16 mwaka 2023 kwa kukata udongo na maombi maalum kutoka katika eneo la ujenzi. Hadi kufikia mwezi Septemba mwaka 2025, jumla ya pesa iliyokusanywa kwa ajili ya ujenzi toka kwa washiriki ni shilingi milioni 519,340,240.43 na matumizi ni bilioni 1,292,349,278.39, kukiwa na tofauti ya shilingi milioni 772,965,037.96 ambacho ni kiasi kilichotoka kwenye mapato ya jimbo. Changamoto: idadi ndogo ya washiriki wanaotoa kwa mpango. Kati ya washiriki 78,959 wanaotoa kwa mpango ni 31% pekee. Namba 2, uhaba wa nyumba za watumishi wanaopelekea fedha nyingi kulipia kodi za nyumba. Mipango ya baadaye, yani future plans. Namba 1, kufanya semina mbalimbali za uwakili ili kuzidi kuelimisha washiriki juu ya kumtanguliza Mungu katika mapato yetu ili kiwango cha uaminifu kizidi kukua. Namba 2, kuhimiza na kuendeleza ujenzi ama ununuzi wa nyumba za wachungaji ili kuokoa kiwango kikubwa tunachotumia katika kulipa kodi za nyumba. Namba 3, kumaliza ujenzi wa ofisi ndani ya mwaka 2026. Namba 4, kuendeleza kusimamia udhibiti wa ndani, yani internal controls, ili kuhakikisha kila pato linaloingia linatumika kama lilivyokusudiwa katika ngazi zote kuanzia kanisa mahalia mpaka conference. Namba 5, mfumo wa matoleo utakaorahisisha kazi ya wahazini wa makanisa na kupunguza gharama za uendeshaji utaanzishwa. Namba 6 na mwisho, ujenzi wa shule ya sekondari Kongoe na wanafunzi waanze kusajiliwa ifikapo mwaka 2027, na huu ni moja ya mpango wetu. Mwisho, tufanye kazi ya Mungu kungali bado ni mchana. Tufanye kazi ya Mungu tungali bado tuna nguvu. Tufanye kazi ya Mungu tungali na uhai. Mungu ametuita katika kanisa lake kwa kusudi maalum la utume, na injili itasonga mbele sambamba kwa kulitegemeza kanisa kwa matoleo ya zaka na sadaka. Hatuna haja ya kuogopa kwa ajili ya siku zijazo, isipokuwa kama tutasahau jinsi Bwana alivyotuongoza na mafundisho yake katika historia yetu iliyopita. Ellen G. White katika kitabu cha Testimonies for the Church Volume 1 page number 593 aliandika, Yesu anakuja upesi, nitakwenda, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya.